Wasanii acheni kukimbilia studio ukisikia zina sign. Studio, they don't sign. Watu wana sign artists ni investors. Ukiona mtu akitaka kusema ana sign wasee, huyo ni mtu ako na pesa nyingi kama milioni 10, milioni 20, anataka kuwest ama anataka kuwekeleka project. Have we ever understood how signing inafanyika? Juu mtu hawezi toka from nowhere kusign. Wasanii wengi wamekuwa wakinireach out wakiniambia Meono Blaze, can you sign me in your studio? Unapata mimi sina uwezo wa kukusign, but mimi ni service provider kama producers wengine. So sisi producers we don't sign. Na kama nitakusign, nitakuwa nataka kuinvest na wewe. Juu kuna maproducer pia wako na wasanii wamewasign. But umewahi jua how did they end up signing the artist? Kitu ya kwanza lazima ukuwe talented. Kitu ya pili lazima uelewe kuna kuanga na agreement. Kitu ya tatu kuna lawyers wanafaa kwa, yani ni kitu mingi. Kusainiwa si kama kuja studio tumeongea, kesho nimeweza kurekodi unakaa kwako. No, ukishasainiwa kuna vitu zingine label inafaa ichukue. Wengi Kenya sidhani kama tuko na labels na kama tuko na 1, 2, 3. Most of the hizi countries zingine unapata kuna labels ambazo zinasainiwa wasanii maybe 5, 3, any amount of numbers. Na hizo ni kwa sababu ziko na what they have resources. Kitu ya kwanza resources ni nini? Nimekuambia ni do. Wakati una record studio, audio inaweza spend maybe 50,000 ama 100k. That's Kenyan shillings because wakati umesainiwa product zinakuwa different. Producer hatakuwa yule wa kumake beat ndiye atakuremix na master, no. Na kwa music kutakuwa na mtu mwenye kwa ngoma zako zikihitaji guitars, kuna kitu inachezwa live, trumpet, hizo vitu zote zinachezwa live, violin nini na nini. Watakuwa wanalipa do. Wakati wa ngoma ya kuwa inarekodiwa sijui umeona wasanii wengine wakirekodi wamejazana kwa studio. Wewe kaa solo artist unang'ang'ana unatoa wapi hata mabishto kukupeleka studio hakuna, unaona? So hao watu wote wanalipwa. So by the time audio itoke kuna producer beat, kuna producer mix, kuna producer master na kuna producer amesikiza ya mwisho. Haya, from there tunaenda kuwasaidia marketing. Marketing sasa ndio the big places. Video. I guess video inakujanga ya tatu. But wanaendanga marketing kwanza juu wana upload visualizer wanaangalia vile kuko. Alafu bado hiyo visualizer ni do juu wana shooting video ikiwa imeweza. Now, wanaenda side ya marketing, wanalipa watu promo. Kama TikTok kuna watu influencers wanafanya hizo marketing. Then watoka hapo, kuna radios, kuna kila place. Imagine ngoma imetoka Nairobi na inasikika sijui Lodwar, inasikika wapi Kisumu. Do you think hiyo ni kitu rahisi? No, wanakuanga wamelipia. So usiwahi hata ukiscroll kwa FYP huko ukaona msanii ni famous anashinda ameonekana hapo ukafikiri ni bure. No, they have paid for it. Haya, ngoma ikishatoka, YouTube sometimes algorithm iko chini. Wana promote hiyo ngoma, hiyo ni do. So for example, investor ndiye kile do anaekela kama milioni 10. Alafu ni period fulani ya miaka 2 ama 3.